Katika uchambuzi wetu wa leo, tunaangazia kisa cha ajabu, hadithi ya uhusiano ambao umepinduka, yaani kutoka kuwa marafiki wa chanda na pete hadi kuwa maadui wakubwa. Ni safari yenye misukosuko kweli kweli. Maneno haya kutoka vyanzo vyetu yanaelezea kila kitu, yaani dunia nzima ilipigwa na butwaa, mshtuko mkubwa. Lakini nini hasa kilitokea? Hebu tuingie ndani zaidi. Sasa, hebu jiweke kwenye hali hii. Fikiria shambulio la ghafla, kubwa na linalobadilisha kila kitu. Wahusika wakuu, Marekani na Israeli. Lengo lao, Iran. Hali ni ya wasiwasi mkubwa tangu mwanzo kabisa. Ndani ya saa 72 tu, mambo yanaharibika vibaya sana. Siku ya kwanza, operesheni za kijeshi zinaanza na ghafla kiongozi mkuu wa Iran anauawa. Siku inayofuata, Iran inajibu kwa hasira, inarusha mamia ya makombora. Kufikia siku ya tatu, dunia nzima inashikilia pumzi, tukiwa ukingoni mwa vita kamili. Na hapa ndipo tunapoona gharama halisi ya kibinadamu. Zaidi ya watu 333 wanapoteza maisha yao nchini Iran katika yale mashambulizi ya mwanzo tu. Hii sio namba tu, ni maisha ya watu. Hiyo ndiyo gharama ya mzozo huu wa kudumu. Hapa sasa ndipo swali letu kuu linapozaliwa. Hali hii ya uadui ilitokana na nini? Kwa sababu, na hili litakushangaza, historia inaonyesha picha tofauti kabisa. Okay, sasa tunaingia sehemu yetu ya kwanza. Tutafungua kurasa za historia ambazo wengi wamezisahau, wakati ambapo uhusiano kati ya mataifa haya mawili haukuwa wa chuki, la hasha, ulikuwa ni wa ushirikiano. Ufunguo wa kuelewa ugomvi wa leo upo kwenye siku za nyuma, siku ambazo wengi wamezisahau. Yaani ni lazima turudi kwenye wakati ambao ukiusikia leo utaona kama hadithi za kubuni. Sasa angalia hapa, nasikiliza kwa makini. Hii si hadithi tu. Ushirikiano huu ulikuwa wa kina sana. Fikiria, 60% ya mafuta yote ya Israel yalikuwa yanatoka Iran. Ndege zao za El Al zilikuwa zinatua Tehran moja kwa moja. Na si hilo tu, Mossad, shirika la ujasusi la Israel, liliwafunza polisi wa siri wa Shah. Walikuwa karibu kiasi cha kutengeneza makombora pamoja. Hapa sasa ni kama kuangalia picha mbili tofauti kabisa. Ni usiku na mchana. Zamani walikuwa na maslahi ya pamoja yaliyojenga urafiki na ushirikiano. Lakini sasa vitisho vya pamoja vinachochea vita na uhasama. Ni mgeuko wa digrii 180. Na unajua, wakati huo maisha yalikuwa mazuri sana kwa Wayahudi waliokuwa wanaishi Irani. Walikuwa na maisha mazuri, walistawi, lakini kama tunavyojua, mambo mazuri wakati mwingine hayadumu. Mwaka 1979 ulifika na ukasambaratisha kila kitu. Sasa tunaingia sehemu ya pili. Hapa ndipo kila kitu kinapobadilika. Mwaka wa 1979, mwaka ambao mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran yalibadilisha ramani nzima ya uhusiano huu mbele. Sasa hili ni jambo la muhimu sana kuelewa. Mapinduzi yale hayakuwa tu kumtoa Shah madarakani. Hapana, yalikuwa ni kubadilisha roho na dira nzima ya taifa la Iran. Yalikuwa ni mapinduzi kamili ya kiitikadi. Na kama kuna shaka yoyote, sikiliza maneno ya Khomeini mwenyewe. Hapa hakuna kuficha hisia, hakuna lugha ya kidiplomasia. Ujumbe ulikuwa wazi na wa moja kwa moja. Israeli ni adui anayepaswa kuondolewa. Huu ukawa msingi mpya wa siasa za Iran. Na mabadiliko hayakuchukua muda, yalikuwa ya haraka na ya kishindo. Ghafla tu, boom, mahusiano yote yamekatwa. Ubalozi wao umepewa maadui zao wakubwa, PLO, na kisha wakaipachika Israeli jina jipya, Sheitani Mdogo. Hizi zilikuwa hatua za makusudi za kufuta kabisa historia ya urafiki. Sasa, baada ya talaka hii ya ghafla, vita havikuanza moja kwa moja. Badala yake, kwa miongo kadhaa iliyofuata, viliingia kwenye vivuli. Hebu tuchunguze hiki kinachoitwa vita vya kivuli. Fikiria ni kama mchezo wa paka na panya unaochezwa gizani. Mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja kupitia watu wengine kwenye mtandao. Lakini unajua huwezi kucheza gizani milele. Taa zilikuwa karibu kuwashwa na tukio moja kubwa.
kabla hatujaendelea, ni muhimu sana tumjue huyu mtu. Qasim Suleimani hakuwa jenerali wa kawaida. Fikiria mtu wa pili kwa umuhimu na nguvu nchini Iran. Alikuwa ishara ya nguvu ya kijeshi ya Iran nje ya mipaka yake. Kumjua yeye ni muhimu kuelewa kilichofuata. Na hapa mambo yalienda kasi sana, kama moto wa kifuu. Kwanza shambulio dogo kwenye kambi, halafu Marekani inajibu kwa nguvu, kisha ubalozi wao unavamiwa, na mwishowe, hatua ya mwisho, drone inatumwa kummaliza Soleimani mwenyewe. Kila tukio lilizidisha joto, na hapa ndio ishu kubwa. Hii haikuwa hatua ya kawaida, ilikuwa ni kuvuka mstari mwekundu. Marais wengine huko nyuma waliliogopa hili. Walijua kwamba ukimgusa Soleimani unaweza kuwa unawasha moto ambao huwezi kuuzima. Okay, tumesafiri kutoka zamani hadi sasa. Katika sehemu yetu ya mwisho, hebu tuunganishe dots zote hizi. Tuone jinsi historia hii halisi inavyotufikisha kwenye ule mwanzo wetu wa kutisha. Basi, hebu tuangalie kwa urahisi mivutano mitatu mikuu inayoendelea sasa hivi. Kwanza, swala la nyuklia, hawakubaliani kabisa. Pili, vikosi vya wengine wanavyoviunga mkono, wanapigana navyo kila siku. Tatu, nani atatawala kanda? Hapo ndio vito yenyewe. Haya ndiyo maeneo makuu ya mgogoro. Unajua, wachambuzi walikuwa wanaliona hili likija. Walikuwa wanapiga kelele wakionya kwamba eneo hili ni kama limekaa juu ya pipa la baruti. Ni hali tete sana, inasubiri tu cheche ndogo kulipuka. Kwa hiyo tunapofikia mwisho, ni muhimu sana tukumbuke hili. Ile hadithi ya vita tuliyoanza nayo sio utabiri, sio kwamba tunasema lazima itokee. Hapana, ni mfano tu unaotuonyesha jinsi historia hii tata ya kutoka urafiki hadi uadui imetengeneza mazingira hatari sana leo. Na hili linatuacha na swali moja la msingi la kutafakari. Baada ya safari hii yote, je, inawezekana kweli chuki ya miaka 40 ifute kabisa historia ya urafiki na ushirikiano wa maelfu ya miaka? Jibu la swali hilo labda ndilo litakaloamua mustakabali wa eneo zima.